Ndugu zangu, katika maisha kuna kanuni ambazo hutakiwi kuvunja. Kanuni hizo hapa nimewaandalia kanuni 4 ambazo hautakiwi kuvunja hata iweje. Ukivunja moja unaweza poromoka kati ya hizo kanuni 4. Na kanuni ya 3 ndo muhimu sana ambayo inaweza kukufikisha mbali katika maisha, katika utafutaji wako, ama katika ndoto zako, ama katika maono yako. So ni hivi, Mwenyezi Mungu aliye hai alitupatia masaa 24 kila binadamu ambaye yuko katika ulimwengu huu. Sasa tunatofautiana wapi? Ni jinsi tunavyotumia hayo masaa 24 kwa maendeleo yetu binafsi. Sasa basi, na tunatofautiana, na unapoona kwamba hivi tunavyozidiana kimaisha ni jinsi tunavyotumia hayo masaa 24. Sasa basi, kuna hizi 4 rules ambazo hautakiwi uzivunje hata kidogo. Kwa hiyo kuna sheria namba 1 ambayo inasema take your responsibility. Take your own responsibility. Na maana kwamba chukua hatua ya uwajibikaji ya kwako binafsi. Sikiliza, ni ya kwako binafsi. Chukua hatua ya kwako binafsi ya uwajibikaji. Unajua, katika maisha kuna watu wanategemea kwamba kuna mtu mwingine atakuja kuwasaidia katika maisha. Ndugu yangu, muda wa mana ulishaisha. Nakumbuka kipindi cha Musa alipokuwa akitupeleka watu wana Israeli wakiwa wakitoka jangwani, wakiwa wakitoka Misri. Kipindi kile walipokuwa jangwani ndio walikuwa wanapewa mana. Lakini kipindi hicho walipofika nchi ya ahadi ambayo ni Kanaani, Mungu alitoa kabisa, aliondosha kabisa mana, hazikupatikana tena. Ilibidi watumie nguvu zao kwa ajili ya kujikimu kimaisha. Sasa basi, na sisi wakati tulionao haupaswi kutegemea sana nguvu kutoka kwa wengine. Na ndio maana namaanisha kwamba take your own responsibility for your life. Itakusaidia sana. Chukua hatua ya uwajibikaji kwako binafsi. Kwa sababu ukishajua kwamba wewe ndo unamhusika kabisa katika maisha yako. Kama sasa hauna pesa, wewe ndo umehusika. Kama unachokitaka haukipati, wewe ndo umehusika. Kwa hiyo take your own responsibility. Chukua hatua ya uwajibikaji. Hiyo ni kanuni namba 1. Kanuni namba 2 inasema keep showing up. Hapa keep showing up ina maana kwamba ni prioritize your constant. Prioritize your constant. Ina maana hapa hata kama watu wakikubeza, hata kama watu wakikukatia tamaa, wewe endelea kufocus na kitu ulicho nacho. Si ndio? Endelea kufocus, unajua uko priority gani. Endelea we songa hiyo priority yako ulionayo. Usiangalie wanayosema. Wewe ndiye unayejua unachokitafuta. Hata wasemeje, wewe endelea kufocus na unachokifuata. Mbeleni, hata kama hawatokuelewa kwa sasa, si ndio? Hata kama hawatokuelewa kwa muda huu, lakini wewe endelea kusonga mbele. Utakapofanikiwa, nikwambie watu wa jinsi walivyo sasa. Kipindi utakapofanikiwa ndio watakuelewa, lakini kwa sasa kwa sababu wanaona bado kama vile uko njia panda, hawezi kuelewa. We focus na unachokiwinda na unachokitafuta. Endelea na njia yako. Waseme wasiseme,
wao waseme tu, wasiseme, lakini wewe endelea. Unajua katika hali ya maendeleo iko hivi, ni kama vile mtu mwenye earphone masikioni anapocheza mziki, si ndio? Anaposikiliza mziki, wewe unayemuona ukiwa pembeni unaweza fikiri kwamba ni mwehu, kwa sababu na maana mziki, ile ngoma anayesikiliza wewe bado uko mbali, haujui. Unaweza kumwona anacheza tu, lakini hujui anacheza mziki gani, kwa sababu wewe hauko huo mziki haumo ndani yako, haumo masikioni pako. Na ndio ni sawa na haya mambo ya kusaka maisha, ya kutafuta. Ukiwa unawinda ndoto zako, watu wanaweza kukucheka, watu wanaweza kukudharau, lakini utakapofanikiwa, utakapofikia kile kitu unachowinda, ndio watasema kumbe jamaa alikuwa sawa bwana, alikuwa sawa kabisa. So na tena ukishafikia malengo yako, ndio watu watakuadmire, si ndio? Kwa hiyo keep showing up, usivunjike moyo kwa kila kitu wanachosema watu. Watu watasema tu, kwani wewe huwezi zuia watu wanaosema. Acha waseme, lakini wewe focus na unachokifanya. Kuna rule number 3, sheria namba 3 ama kanuni namba 3 ndio inasema hivi, stay fired every single day. Ina maana hapa inatakiwa kila siku uwe update. Ina maana ujifunze jambo jipya kila kunako kucha. Hapo itakusaidia, kwa sababu ukijifunza jambo jipya kila kunako kucha, itakufanya kuongezea maarifa ya kuwinda ndoto zako. Ukiwa unakimbizana na kufikia ndoto zako, na ukiwa unaongeza ujuzi, huo ujuzi ambao utakuwa nao utakufanya ufanyeje? Utakufanya uwe katika level ya kuendelea, uendelee kuwa na ujasiri, kwa sababu kwanza utakuwa na maarifa. Hayo maarifa yatakufikisha kuwinda ndoto zako, na ndio maana wanasema stay fired every single day. Jifunze jambo jipya kila kuchako, kila kunako kucha, jifunze jambo jipya, itakusaidia sana. Okay? Nafikiri mmenielewa. Then nakuomba kitu kimoja kabla sijamalizia hatua ya 4, ambayo ndio ya 4 tutamalizia. Inasema hivi, nilikuwa nataka kuambia kabla sijafika kwa hatua ya 4, naomba usubscribe kwanza. Itakusaidia nikiweka somo jipya ikufikie kwa wakati. Kisha like. Kwangu mimi itanisaidia kujua kwamba kuna watu ambao wananifuatilia. Lakini ukiangalia video tu, usifanye hayo mambo, nitajua kwamba hakuna watu wananifuatilia katika mazungumzo haya, na itanisaidia tena kufika level nyingine, kwa sababu itanitia nguvu. Nitakuwa katika mudi ya kutafuta mafundisho mengine. Kuna hatua ambayo ni ya mwisho na ni ya 4. Ni muhimu sana, inatakiwa tuifuatilie na tuiishi, si ndio? Tuiishi kabisa. So kuwa makini na unachokifanya, usirudi nyuma, usibabaishwe na watu. Kuwa makini na unachokifanya, kwa sababu usipokuwa makini na unachokifanya utazidi kuyumbishwa na watu. Hata storm zikija, dhoruba zikija, utayumba tu usipokuwa makini. Kwa hiyo kuwa makini. Ukiwa makini, kuna watu wanatafuta kukutoa katika njia uliomo, wakupeleke katika njia nyingine. Wao nadhani wamekuonesha project nyingine ambayo itakufaa, kumbe njia uliokuwa nayo ndio ilikuwa ya muhimu sana, si ndio? Lakini
Utakapotoka katika hiyo njia, tena watu hao sasa ambao wanakutoka katika njia hiyo wanaweza kuonesha project ambayo wakikuelezea utaona kwamba ni nzuri, lakini kumbuka kwamba kuna mahali ulikuwa tayari umeshafika, si ndio? Sasa utakapotoka katika hiyo mahali, kwa sababu ulikuwa umeshaanza mahali hapo, ulikuwa umeanza mradi wako huo. Sasa mwingine atakuja sema, sasa hapa bwana, hautofika kwa urahisi, inabidi utoke tuende hapa, atakuonesha. Lakini kumbuka kwamba kuna nguvu ambazo ulikuwa umeshaweka mahali hapo ulipo. Utakapotoka na kwenda hapa, utakuwa umetangatanga. Kwa hiyo kwa maana moja ama nyingine, usitangatange. Focus kwanza kwa hicho kitu. Kuwa makini na unachokifanya, asije mtu akakutoa katika eneo uliokuwa nalo akupeleka lingine, si ndio? Kwa sababu maendeleo ni step by step. Usilukeluke, fanya kitu kwa mpangilio. Usikubali mtu akutoe sehemu moja akupeleke sehemu nyingine. Asanteni sana, nawapenda sana. Karibuni katika channel yangu Mso TV. Welcome back. Asanteni sana na Mungu aliye hai awabariki. Asante sana.